Habari, mimi ni Ness Geneva, karibu sana kwenye channel yetu. Na leo nitakuwa nikiongelea sana watu ambao ndo kwanza wamegundulika kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi na wanataka kufanya maamuzi ya kunywa dawa. Ukweli ni kwamba pamoja na awareness iliyopo dunia nzima juu ya virusi vya ukimwi na huduma ambazo zipo kwa upana wake, bado kuna namba kubwa ya watu ambao wanapatikana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na takwimu za mwaka uliopita zinaonyesha vijana sana wanapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa leo nataka kuongea na mtu yeyote ambaye ameshapima ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, hajachukua hatua, au basi ndo kwanza amechukua hatua na ameshaanza kunywa dawa. Kwa leo tutaongea mambo mawili matatu, nikujuze vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika na kukutoa hofu, sawa? Kwanza kabisa, kuanza ART ni maamuzi sahihi. Ni kuchagua maisha, kwa sababu ukishagundulika tayari una virusi vya ukimwi, mbadala wake ni kuanza dawa kutumia kila siku zote za maisha yako. Hakuna namna nyingine. Ukiamua kuacha kutumia dawa kabisa, jua wewe unajiweka hatarini, lakini pia unaweka hatarini wale watu ambao wanakuzunguka ama watu wapendao. Kwa sababu usipoanza mapema dawa za ARV, unakuwa upo katika mazingira ama unatengeneza mazingira ya kuweza kuambukiza mtu mwingine. Kwa mfano, mama mjamzito, umepima umekuta una virusi vya ukimwi, umekataa kuanza dawa. Wewe ni rahisi sana kumwambukiza mtoto akiwa tumboni, wakati unajifungua, wakati unanyonyesha. Lakini mama ambaye tayari ameshajifungua, ana mtoto na kaja kugundulika kwamba ana virusi vya ukimwi, akakataa kuanza dawa, huyu ni rahisi kumwambukiza mtoto wakati anamnyonyesha. Kwa bado hiyo ni hatari. Kijana yote ambaye hajaoa ama kuolewa amekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, akaona naweza tu nikaacha nisinywe dawa, nitakunywa kwa wakati mwingine, bado nina nguvu. Huyu mtu anaweza kawa na mahusiano na mtu mwingine. Ni rahisi sana kumwambukiza yule mtu kwa sababu hujachukua uamuzi wa kuanza dawa. Kwa hiyo, leo nataka kukukumbusha kwamba kitendo cha kuanza kunywa dawa ni hatua nzuri ya kuwaokoa wengine, ya kuwaokoa wapendao, kuiokoa familia yako na watu wanaokuzunguka. Kunywa dawa najua kunaambatana na vitu vingi sana. Kwa mfano hofu na ile feeling ya kwamba mimi nitakuwa na kunywa dawa maisha yangu yote. As long as tayari umeshapima na kugundulika tayari una shida, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya ni maamuzi sahihi ya kutumia dawa. Ni kutambua na kukubali kwamba tayari ndani ya mzunguko wa damu yangu kuna kirusi cha HIV ambacho matibabu yake ni kwa kufubaza tu, ila siwezi kupona. Hiyo mentality ikishakaa kwenye fahamu zako, ama ukishatambua hilo kwa upana wake, ni rahisi sana ukanywa dawa siku zote bila kuacha, kwa sababu unakuwa umeshajua, ili nikae sawa, ili niweze kuendelea vizuri na shughuli zangu, ili niweze kuwa mtu ambaye nataka kuwa, ni lazima nichukue hatua ya kwanza ya kukubali kwamba mimi na virusi vya ukimwi na nitumie dawa maisha yangu yote. Najua kabisa hii elimu ipo kwa kila mtu, wengi wanaifahamu, lakini ni muhimu sana kukumbusha, hasa katika kipindi hiki cha Gen Z. Gen Z wengi wana tuseme hii hasira ama na kisasi, like kama nilipata kupitia mtu fulani na mimi nataka mtu mwingine apate ama ni usambaze tu, lakini hayo sio maamuzi sahihi. Maamuzi sahihi ni kuwalinda watu wengine na kuambia ukweli ili wapate kupima pia. Na uzuri, njia za upimaji ziko nyingi. Siku nyingine nitakuja na mada ya kuongelea namna ya kupima. Sio lazima ufike kwenye kituo cha afya. Zipo taratibu nyingine, nitakufundisha, utafahamu na utajua namna ya kupima wewe na wapendao. Kwa mada hizi na nyingine zaidi, usiache ku-like, ku-subscribe,
kukomenti na kushare kwa watu wengine. Asante na karibu. Bye.